Sapoti katika upande wa mitandao channel ya Al-Huda TV tulipata tabu sana mpaka kuweza kufanikiwa kufika hapa. Kumbe nafasi hii ya mwanzo nitaitumia kwa ajili ya kumuita ndugu yangu, kaka yangu, rafiki mwenzangu, pia amenisaidia katika kuweza kutengeneza cover na logo ambayo mnayoiona kila siku, na amenisaidia pia kuweza kutengeneza mipangilio yote ambayo unayoiona katika upande wa montage. Ni Ali Daudi. Ulimuka mwafata wa kiongozi mtu kumbe tu anaweza kuingia ni kwamba tuna utulivu kabisa. Kiongozi yuko mbele ya mlango, kiongozi yuko mlangoni anaingia kabisa, kiongozi wa Al-Huda. Kutumia Qur'ani, kitabu chake karimu, tunalingania ameshakuwa tayari pamoja na sana ile mbaya kwenye muonekano mwingine tofauti na jinsi mnavyomzoea. Huko pamoja na mashehe maarufu sana nchini Burundi, mashehe wenye hekima, wenye busara na akili pia timamu. Nadhani ndio tofauti sana jinsi mnavyomzoea. Wote tunao maana nyingi yake Mola, madani yake Mola, madani ustaz shehe sana viongozi wa dini, karibuni sana waheshimiwa, karibuni sana. Wenye busara zao, wenye hekima zao, mashehe wenye heshima zao. Tukiona na waandishi wa habari wako ukumbini, ili tunakwenda na muda, tunakwenda na wakati. Kwanza tunamkaribisha ustazi wetu, imamu wetu, Imam Mashaka. Inshallah falatafadhali hapa mbele utupe japo maneno mawili matatu ya Mwenyezi Mungu. Inshallah tusome Qur'ani. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Kwamba tunasubiri tu waweke sawa, wawe tayari. Sana karibu sana kiongozi Hamza.
samahani uweze kwako. Jameni, ambaye hana masikio basi azime hata masikio ya mbuzi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wala ni'matul islam. Summa alhamdulillah wala ni'matul Qur'an. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afu salamu bainakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye muweza aliyeweza kutuchagua, yeye Mwenyezi Mungu muweza aliyeweza kutuwezesha kutufanya kuwa miongoni mwa vijana ambao tunaweza tukaweka nguvu katika nchi yetu ya Burundi, lakini pia tukaweka nguvu katika nguvu za masheikh mbalimbali wa ndani ya Burundi mpaka nje ya Burundi. Ziada na rehma na amani za Mungu zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye na alize na swabaze na Waislamu atakaweza kufuata mwenendo wa Mtume hadi siku ya mwisho. Nasi tunamwomba Allah tuweke miongoni mwao, Allahumma amin. Nitangulize ndugu wa habari mliotenga muda wenu kwa kuja kumsikiliza mipango na mipangilio ya kijana wenu pasina kutazama ni nani, maadamu ni Mrundi kama nyinyi, mlikubali kuziacha shughuli zenu kwa nguvu za pamoja za waandishi wa habari mliokuwepo hapa, kwa kila mmoja kwa channel yake, kwa kila mmoja kwa nguvu zake. Nimeona mpaka wengine wametoka Rutana kwa minajili ya kuja kuhakikisha kwamba mmechukua matukio haya kubwa katika hilo. Mungu akubarikini. Lakini hatua ya pili, nitoe nafasi pia za shukrani zangu za dhati kwa kuweza kuwashukuru masheikh zangu ambao leo wamesema licha ya ratiba tulizokuwa nazo, lakini kama kijana wetu katika ardhi yetu ya Burundi tumeziona faida kubwa ambazo umezifanya kwa ajili ya kuweza kuendeleza Uislamu. Yupo hapa Sheikh Jamal Swaleh, amekubali pia kuungana nasi japo na muda wake kwa ni mchache, lakini ameenda kuendeleza kuunga nguvu za vijana. Katika hilo sisi kama wana Al-Huda kwa pamoja tunakuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie kheri na baraka katika maisha yako. Lakini hatua ya pili, yupo kaka yangu aliendelea katika ulimwengu wa dawa. Nimeanza harakati zangu hizi za Kiislamu nikiwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 12, ndio nimeanza kuonekana katika majukwaa mbalimbali, lakini nilipofikisha umri wa miaka 16 niliweza kukutana na Sheikh Muhammad Kanjali na tukaanza dawa mbalimbali mpaka kwenda Baraka, Lulimba na Misisi, Masalamabila, kote huko tuliendelea kushirikiana naye. Lakini akaona kwamba siku hii ya leo pia ni siku ya kijana wake, ya mdogo wake, lazima aje pia kuweza kuiunga nguvu, Mungu pia naye aweze kumbariki katika maisha yake. Lakini kwa ajili ya muda pia na muda shekhi wangu Sheikh Suleiman yuko hapa pia, ametenga pia muda wake akiwa na Khalid Mabet, mmoja katika wanadawa muhimu sana katika ardhi yetu ya Burundi, pamoja na majaji wangu waliokuwepo hapa, Imam Mashaka, Mwalimu Isa. Wote hawakutazama umri tuliokuwa nao, hawakutazama elimu tulizokuwa nazo, hawakutazama utajiri tuliokuwa nao, hawakutazama maskini tuliokuwa nao, lakini walichotazama ni kalmatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ndio maana waliweza kufika hapa. Hatua ya pili, naamini waandishi wa habari wanaelewa mfumo na msemo wa rais, vijana ndio taifa la kesho. Vijana kama wataharibika, basi tutegemee kupata vijana wa kesho watakayekuwa ni wavuta bangi,
tutegemee kama vijana wataharibika, tutaweza kuwapata vijana ambao wasiokuwa na maadili yaliyokuwa mema ya kuja kuikomboa nchi yetu ya Burundi iliyojaa amani, utulivu ndani yake. Kumbe sisi kama vijana tunao nafasi ya kuweza kuungana kama vijana katika kuweza kuhakikisha kwamba tumeitumikia taifa letu la Burundi katika kuweza kuleta amani, kuidumisha maendeleo baina yetu. Hii ni moja katika nguvu kubwa tulizokuwa nazo kama Al-Huda. Al-Huda ni taasisi ambayo imeanza na leo tunasherehekea na watoto hawa mayatima, ikiwa ni mwaka wetu baada ya kuitangaza rasmi. Leo ni mwaka umekamilika, lakini katika hilo Al-Huda haijawahi kujitenga na mashehe. Ndio maana mmoja katika viongozi wa mashehe maimamu Burundi yuko hapa, Sheikh Jamal Swaleh, amekuja kuwakilisha kitengo cha umoja wa maimamu na mashehe katika nchi yetu ya Burundi. Kwa hiyo waandishi pia wa habari, ifike mahala mzisambaze nguvu za harakati za vijana, ifike mahala msambaze nguvu na mapenzi ya vijana tuliokuwa nayo. Baada ya mwaka mzima Al-Huda, kazi kubwa 5 tunazozifanya. Miongoni mwa hizo tunatoa sanda bure kwa baadhi ya misikiti ambayo inayopatikana milimani, lakini pia tunasaidia misikiti isiyokuwa na jeneza. Lakini 3 katika hilo tunasaidizana sisi kwa sisi, kwa sababu namna tulivyokuwepo wengi, tunapokuwa tuko na umoja wenye mshikamano na kuweza kushirikiana, ili pia tunalifanya. Lakini 4 katika hilo, Al-Huda kila Ijumaa mosi huwa tunakusanyika kina mama, kaka zangu, tunaenda kufanya kazi kwa kuwatembelea wenzetu wanaopatikana jela, wamefungwa Mbimba, huwa tunaenda kutoa chakula. Lakini pia wenzetu ambao wanaopatikana katika mahospitali huwa tunakwenda na kuweza kuwasaidia huduma mbalimbali kama Warundi, na katika nchi yetu ya Burundi pia. Ndio maana sapoti zinahitajika kutokea kwenu. Katika hilo mimi sitakuwa mzungumzaji sana, kwa sababu tutapokea maswali ya kuweza kuuliza, ili mwishoni sitakuwa mwizi wa fadhila. Kuna watu walionisaidia mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo kabla sijakuja kuwataja na kuwapa kile kidogo nilichokuwa nacho chenye upendo na thamani juu yao, siku zote watu wanasema watu waweza kuona mazuri yako mpaka siku utakapoweza kufariki, ndio watu watakuja kuyaeleza haya. Sisi kama vijana katika taasisi ya Al-Huda, niseme ni mara ya kwanza katika nchi yetu ya Burundi vijana kama sisi tukaandaa sherehe na mayatima, tukawaita waandishi wa habari. Ili tukio hili ni mara ya kwanza, na mashehe zangu watakuwa kama mashahidi. Kwa tunakuombeni kama baba yetu, tunakuombeni kama kaka zetu. Ujumbe wangu kwa Sheikh Mohamed Kanjari, hii sehemu ambapo sisi tumefikia, tusije tukakwama, na nyinyi washauri mpo, tusije tukakwama tukaharibikiwa, na nyinyi mpo. Baba zangu, sisi tunakutana na changamoto nyingi. Ujumbe wangu pia nauleta kwa Sheikh wangu Sheikh Jamal Swaleh. Sisi ni kama vijana wako, wakiwa wengi ni wanao, wakiwa wengi mkuna wabibikize kama mama zako, lakini tunachokuombeni nyinyi kama masheikh zetu, maimamu zetu, ifike mahala hizi nguvu zetu mnazoziona ziwe ni nguvu za kupongeza, ili nasi tutakapozisikia pongezi zenu, nasi tutakapozisikia nguvu zenu za kuweza kutushauri, tunaweza tukayafanya makubwa katika nafasi ya kuweza kuutangaza Uislamu. Katika kuweza kumalizia, Al-Huda
tumekaa katika nchi yetu ya Burundi takriban zaidi ya miaka 20 na kuendelea. Kulikuwa hakuna channel ambayo inaweza ikatangaza harakati za Kiislamu, lakini sisi tuliweza kuianzisha hiyo pasina ushauri wa mtu yoyote, lakini tukaona hichi tutakachokifanya kinaweza kikasaidia Waislamu kuwatoa katika hatua moja kuwapeleka katika hatua nyingine. Tumefanikiwa kwa 60%. Asilimia 60 ni kiwana maana shirika la Idena linalotoa sanda bure leo kama limefikia hapa 30% kuna mchango wa Al-Huda na mashekh na watu wote wakiwa kama mashahidi. Likitokea tukio la makaburini, Al-Huda itaenda kuripoti na kuweza kuonesha kwamba hapa na hapa ni jicho la Uislamu kwa ajili ya kuweza kutengeneza. Tumeyafanya haya Muhammad Kanjali akiwa kama shahidi, tumeyafanya haya katika kuweza kutoa huduma hizo katika shirika la Idena, lakini pia katika shirika la kina mama ambalo maarufu linaitwa Afemebu, ambalo hili pia Al-Huda tayari ishatoa huduma katika kuweza kusaidia kina mama ili na wao sauti zao ziweze kupaa. Ndio maana ukti mama Hajat Habiba alivyoanzisha markaz Umul Khair, si tulikuwa watu wa mwanzo kuweza kufanya matangazo, na mpaka ile markaz Umul Khair iliweza kusimama katika asilimia kubwa ikiwa kuna nguvu za mchango. Lakini Komibu pia ya Kiislamu Burundi, ambaye mufti tuliokuwa naye mufti mpendwa Sheikh Hassan Sheikh Ali, si tulikuwa naye Luamba, tumetoa huduma zilizokuwa kubwa ili kuhakikisha popote alipokuwepo Luamba basi Al-Huda utaweza kuiona katika kuweza kuonesha harakati za mufti na hutuba mbalimbali za mashekhe wetu ambazo unaendelea kuziona pote utakapoona. Kwa sasa Burundi 80% katika upande wa mchango katika kulipeleka gurudumu hili. Mashekhe zangu, Al-Huda inahitaji support kutokea kwenu. Al-Huda inahitaji kamera kutokea kwenu. Al-Huda inahitaji mataa kutokea kwenu. Baada ya haya sisi tutajisikia fahari siku moja tuisikie ofisi kuu ya Kiislamu Burundi Komibu imetuita kwa ajili ya kuweza kutupatia maike, kwa ajili ya kutupatia kamera ili kuona mchango wa vijana tunaofanya. Lakini na baraza la maimamu pia linaweza likakaa kwa pamoja likasema vijana wamejitahidi kadri na uwezo kuweza kuboresha, na sisi tujisikie fahari siku moja tuje katika ofisi ya umoja wa maimamu Burundi, tunaweza tukajisikia fahari iliyokuwa kubwa. Kumbe baada ya hapa tunakuombeni Muhammad Kanjali, tunakuombeni Sheikh Suleiman, tunakuombeni pia Khalid Mabeti pamoja na Sheikh Jamal Swaleh. Ujumbe wetu tutajisikia fahari siku moja mtualike kama kamati ya Al-Huda tuje kutembelea kwenu katika kuweza kutupa nguvu, kwa sababu sisi kama vijana tunakutanana na changamoto nyingi sana katika haya. Nimalize ili nipokee maswali mawili au matatu ili niweze kutoa kile ambacho nilichotaka nikitoe, wakati naona mama yangu pia ameshawasili, ameingia. Hajat Habiba anawasili na wengine bado wanaendelea kuweza kuingia. Waandishi wa habari, nafasi ni ya kwenu kupokea maswali matatu ili niingie katika ratiba ya kupana kidogo nilichokuwa nacho kwa ajili ya watu ambao waliweza kunisapoti. Na jambo hili nitamuomba vijana wetu ambao wanasimamia hili Sele kuweza kujiongeza haraka ili tuende na muda. Watu kama unavyoona, lakini pia na ina mashehe. Kila kitu kinakuwa na kipengele chake. Al-Huda sisi tumekwenda Kirundo, Komine Busoni, Gachimbirika, Murambi. Mimi nimefika pale, nilifanya dawa pale, niliweza kusilimisha watu 85
ambao wamekubali kuwa Waislamu, lakini masomo pia katika kuweza kuwasomesha watu ambao wanatoka katika imani moja kuja katika imani ya Kiislamu. Zipo katika program tulizokuwa nazo, zitakuja kutangazwa baadaye na Sheikh wetu Sheikh Suleiman. Tayari tuna mwanamama amejitolea parsela yake ambayo inapatikana hapa jirani, ambayo ni Gihanga. Sasa katika fikra za kuweza kuendeleza Uislamu, madam mashekhe wapo, walimu pia wapo, na kitengo cha mashekhe kama baraza la maimamu kwa ajili ya kuwasomesha watu ambao wanaingia wapya katika Uislamu. Swali hilo atakuja kulijibu vizuri Sheikh Jamal Swaleh, kama atapata nafasi ya swali hilo atakuja kuliweka, kwa sababu baina ya Al-Huda na maimam ni kitu ambacho tuko katika collaboration iliyokuwa moja. Kutoka katika Bena Rutana ya swali limekuja kwa dada yetu Bahati. Ni wazi kwamba Al-Huda ni mwongozo wa jamii. Al-Huda ni kioo ambacho sisi ni mwanga baina ya sisi na maimamu, baina ya sisi na kila Muislamu mwenye mapenzi ya kuendeleza jamii hii tuliyokuwa nayo. Sisi tuna mipangilio mikubwa sana kwa ajili ya jamii yetu. Jana tulizungumza na Sheikh wangu Sheikh Jamal Swaleh katika nafasi ya kuweza kuitazama jamii, kwa sababu baada ya hapa Al-Huda haitakuwa hii ambayo mnayoiona, itakuwa na hatua kubwa sana, kwa sababu baada ya hapa tarudi katika kikao ili kutazama kwa pamoja. Tunao uwezo wa kuianzisha hospitali ya Kiislamu, ambayo hospitali ya Kiislamu inaweza kaanzishwa Burundi kama itashirikiana na mashehe na maimamu, kwa kuwa uwanja ushapatikana. Kinachobakia chachu na hamu tuliyokuwa nayo, siku moja Al-Huda tuje kuona hospitali ya Kiislamu imesimamishwa na nguvu tulizokuwa nazo, na hiyo ndio ndoto yetu. Basi yuko Muislamu, kama nilivyoeleza kwamba ni mwongozo wa jamii. Tafsiri yake kwamba aliyokuwa Muislamu na asiyokuwa Muislamu, malengo tunataka watu wenye moyo wa upendo. Ndio maana katika harakati zetu, kwa wale ambao wanaotufuatilia katika channel yetu, huwa mara nyingi tunaenda mpaka hospitali. Tukifika hospitali sisi hatutazami huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo. Maadamu mtu anayeumwa anahitaji msaada, Mkristo anahitaji msaada, Muislamu anahitaji msaada. Kikubwa ni kutangaza roho ya upendo baina yetu. Tukiwa na roho ya upendo tunaweza tukafaulu sana. Kwa hiyo msaada unaweza kupokelewa, aliyokuwa Muislamu anaweza tukaupokea, na aliyokuwa Mkristo sisi tunaweza tukapokea, sababu malengo yetu ni tusaidizane sisi kama vijana. Sapoti katika upande wa mitandao, kwa sababu tulivyoanza harakati zetu, malengo ilikuwa ni tufungue channel ya Al-Huda TV. Tulipata tabu sana mpaka kuweza kufanikiwa kufika hapa. Kumbe nafasi hii ya mwanzo nitaitumia kwa ajili ya kumuita ndugu yangu, kaka yangu, rafiki mwenzangu, pia amenisaidia katika kuweza kutengeneza cover na logo ambayo mnayoiona kila siku, na amenisaidia pia kuweza kutengeneza mipangilio yote ambayo unayoiona katika upande wa montage. Ni Ali Daudi. Naomba utumie nafasi hii ili tuweze kuchukua japo ni kidogo, lakini roho yangu ya upendo nimetaka leo nidhihirishe kwako katika hili. Hii hapa ni certificate d'honneur kaka yangu. Mungu akubariki kwa roho yako ya upendo, kwa kile ambacho ulikuwa pamoja nami. Tumesafiri sana mpaka Kirundo, tumechoka sana mpaka pale Chohoa, lakini vyote ukutazama. Mungu akubariki. Lakini kwa ajili ya takbir. Lakini kwa ajili ya muda pia nitakwenda haraka. Wako vijana wangu, nimlete Chiza Selemani. Ni kijana ambao Chiza Selepesa alikuwa pamoja nasi, alipambana kadri na uwezo, na yeye pia ningelikuwa na kikubwa cha kumpa, lakini hichi kidogo ninachompatia ni roho ya upendo niliyokuwa nayo. Hata nikifa leo nikafa kesho, nategemea kwamba mtakuwa mmekutana na kijana ambaye amekuonesheni upendo. Lakini pia vitu vingi kwako, ushauri wako, ndio maana tumefikia nafasi hii. Mbele ya waandishi wa habari wako hapa wanakuona. Mungu akubariki. Takbir.
Allahu Akbar. Nafasi pia naitoa kwa roho ya upendo kwa ndugu yangu, baba yangu katika mambo haya ya dawa. Mungu atubariki, naendelee kutushauri kama vijana wako. Amin. Nafasi ya mwisho tuliokuwa nayo namwacha simamizi aweze kuitumia. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa kiongozi wa Al-Huda, Mheshimiwa naibu kiongozi wa taasisi ya kina mama Burundi, waheshimiwa waandishi wa habari kutoka ofisi tofauti, mabibi na mabwana, kwenye hafla hii kwa mara ya tena narudi kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kijana wangu ameniomba nitoe nasaha, na nitajitahidi nasaha iwe fupi kwa kiasi fulani, sawa na mazingira na hasa kubwa hali ya hewa. Mwanangu Hamza Mahane, tunazungumza sana, lakini acha nirudi tena kuzungumza kusema hivi: kusimama, kutembea, mtu akaanguka si tatizo. Medamu alijitahidi kutembea si tatizo, lakini tatizo ni kukosa kujitahidi kusimama kabisa. Hilo ndilo tatizo. Al-Huda kwa kiasi fulani, sawa na bodi ya uongozi, mnajitahidi kutembea. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kasi ya kutembea iongezeke kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kijana wangu kiongozi wa Al-Huda Bana Hamza na wana Al-Huda wote kwa ujumla, Mwenyezi Mungu ametuumba, wanazuoni wa fani ya saikolojia wakafatilia maumbile ya mwanadamu, wakafahamisha kila mwanadamu ambaye amekamilisha maumbile upande wa ubongo ana bakuli la ubongo. Ule ubongo ukiweka kwenye mzani unapima kilo 2.5. Wanasema hivyo. Ndani ya vichwa tuna ubongo unapima kilo 2.5. Lakini katuumba vizuri Mungu wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu anasema bana, nasumbuka sana, kichwa changu kizito leo, tena kinauma sana. Lakini kaka, ungesema tatizo nini? Akafahamisha, sema tatizo mimi nadhani ubongo wangu. Ubongo umekuwa mzito sana kichwani. Hakuna mtu anasema hivyo. Lakini tumebeba kichwani ubongo una kilo 2.5. Katumba vizuri Mwenyezi Mungu. Huo ubongo hatuisi uzito kuubeba, alivyouweka hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala, akauweka kuwa juu ya sehemu ya majimaji. Ule ubongo juu ya sehemu ya majimaji, hivyo hatuisi kilo ya ubongo. Sawasawa na wale wanatembelea labda ziwa Tanganyika, na hivyo inaweza kufika boti hapo kwenye maji, ipo hapo. Lile boti lipo pale, wakakurushia kamba, wakakwambia likokote, we uko nchi kavu na ukaweza kulikokota, na ni boti limebeba, labda limepakua vitu, fuso zimepakia, bodaboda zimebeba watu na hivyo na nini, lakini ukalikokota kwa ile kamba. Wakati boti lile kitu kikubwa sana, umelikokota kwa sababu liko juu ya maji. Kama lingekuwa nchi kavu ni ngumu sana. Hivyo na ule ubongo kwa sababu uko juu ya maji, inakuwa kwetu hatuisi nini? Hatuisi ule uzito wa kubeba ubongo. Huyo ubongo kuna elimu kubwa sana inapatikana kupitia huo. Umegawika kwenye vibakuli tofauti tofauti. Ndio kuna bakuli inapokea fikra za mtu na muono wa mtu na mwelekeo wa mtu. Halafu inachuja zile fikra, zikifikia kwenye maamuzi fika kabisa, bakuli linahamisha fikra zile kwenye bakuli la maamuzi. Lile la maamuzi ndio manake wanaambizana, bana, huyo jamaa sasa hivi amebadilika,
ametoka hapa na naona ameazimia kabisa, amepania kwenda hapa. Kwa hiyo ule wa maamuzi na yeye anachukua. Na ndio maana medam bakuli langu sikuliseti kusema leo nina swaumu, unaona, mapema. Ikifika mida hii sijanywa chai na hivyo nasumbuka njaa, kwa sababu sikuseti kwenye ile bakuli kulipasia hilo, halafu likalipa bakuli la maamuzi. Lakini mwenye Ramadhani ndio unasikia nia ni kuwa nimechukua maamuzi, zile bakuli zikapasiana, bana huyu jamaa kesho hakuna kula. Na kweli unajikuta swaumu umeiweza, hakuna kula kwa sababu ulichukua maamuzi ya kweli. Kumbe kijana wangu bana Hamza, kikubwa ni maamuzi tu, kikubwa ni maamuzi ya kweli, na mtu anaweza kufika kwenye ule ubongo wetu. Tuagizie maamuzi, bana mimi najipanga, nimepania na timu langu kwenda hivi, na watu wakajikuta kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wamefanya nini, wamefika. Kijana wangu kiongozi wa Al-Huda amezungumza neno, lakini akawa ameishia njiani. Yeye alionyesha akafunika, labda mtu akaelewa kuwa ni tabia nzuri hiyo, kusema kuna watu wanasifu mazuri ya mtu baada ya kufa. Unaona, hii ni tabia mbaya. Mazuri ya mtu yasifu bado yupo hai, ili kama kuna cha kumsapoti uweze kumsapoti. Usingoji kusifu mazuri ya mtu kafa, ndio fulani bana alikuwa, fulani angekuwa tungefanya, fulani hivi ni vile. Hii ni tabia mbaya katika maisha ya binadamu. Mtu akifanya lizuri inaomba kufanya nini? Inaomba kumsapoti. Kijana wangu kiongozi wa Al-Huda, nikupe siri moja. Umezungumza na kusema changamoto nyingi mnakabiliana nazo. Kuna changamoto ambayo bila shaka umekabiliana nayo na utaendelea kukabiliana nayo. Hiyo sitegemei kama ina tiba nyepesi, utaendelea kukabiliana nayo. Ipo ndani ya jamii yetu. Kuna gonjwa moja lile, unapoanza kitu watu wanakutabiria kufeli na kushindwa. Hilo ni gonjwa limo ndani ya jamii. Ataweza? Ye ndio nani? Haya mambo yataishia hapo. We unadhania ni aje? Ndio jamii imeleleka hivyo. Hiyo ni changamoto. Kumbe kimya kimya wana Al-Huda muwaonyeshe watu kuwa baada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala sio hivyo. Inshallah tunatembea na tutaweza. Kwa hiyo yale ambaye atanani na watu sawa na muono jamii imevoleleka yasiweze kukukateni nguvu. Wataweza, wao ni wa kwanza. Vya kwetu vinaanzaga vinaishia njiani, na vile muwaonyeshe kuwa mnaweza baada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na mnaweza kufanya nini? Mnaweza kufika. Wanazoni wa hekima wanasema binadamu anajijua lakini hajioni. Binadamu anajijua lakini hajioni. Hapa nimesimama, anaweza kuja bwana mdogo mmoja akanyosha mkono kwenye uso wangu, nikasalimu amri kabisa, najua yeye ananiona kuna kitu anataka kunitoa. Akagusa akanifuta ka kitu fulani na nikamwambia asante sana. Unaona, ameniona. Wanasema mtu anajijua lakini hajioni. Achilia wale wanakuona, weka akiba fulani kwa wewe mwenyewe. Wale wanakuona wafanye comment zao vipi wanakuona, na uwe tayari kupokea zile comment zao. Utatibika na utatembea vizuri. Ndio kukamilika kwa mtu. Na kuharibika kwa mtu ni pale ambapo yeye mwenyewe huyo anajijua na anajiona. Huyo huwa hakubali comment za mtu kutoka nje. Yeye ni fundi kujua, anajua na anajiona. Unaona, hii inakuwa ni mapungufu makubwa kwa binadamu. Kwa hiyo kiongozi wa Al-Huda ndugu Hamza na wana Al-Huda, macho yanakuoneni mpaka dakika hii, sawa na juhudi nyingi umezieleza, na sidhani kama ni zote. Kuna zile mmefupiza kulingana na uchache wa muda. Al-Huda inatembea vizuri.
changamoto zile za kusema hivi na vile na zote zitakuwa si nzuri kwenu, zisikukateni nguvu. Endeleeni, tizameni vitu viwili muhimu. Mwenyezi Mungu amezungumza, wa qul i'malu, tumikeni, fasayara Allahu amalakum, Mwenyezi Mungu ataziona kazi zenu na mtume ataziona kazi zenu. Mtume sasa hivi hazioni kazi zetu, lakini kazi zetu ni kwamba ziwe zimekwenda na nyayo za sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukitembea na hayo, Mwenyezi Mungu ataweka baraka na watu wataona kazi zetu, na kwa muda mfupi watu watajikuta wamefika na kujiuliza, huyu ni yule Hamza kiongozi wa ile Al-Huda, ndio wamefikia hapa, ndio wamefikia hapo. Kwa hiyo ni kazi nzuri. Kila kazi nzuri haikosi kitu wanaita awaiq, manake mapengamizi, vizingiti viko mbele. Zile awaiq tunamwomba Mwenyezi Mungu vipengamizi hivyo sawa na elimu yake ya siri Allah subhanahu wa ta'ala, kama ni vikubwa vya kutukwamisha Mwenyezi Mungu aviondoshe, na kama italazimika kutuletea mapengamizi sawa na tabia ya maumbile ya kidunia, basi tunamwomba Allah alete vipingamizi vyepesi ambavyo tunaweza tukaviruka na kuvivuka na juhudi zikawa zimeendelea. Mimi binafsi kwa kifupi nashukuru sana, sawa na wale ambao nimewawakilisha. Kikao kizuri sana, na ningependelea kuwa nanyi mpaka mwisho wa kikao, lakini kama nilivyomfahamisha kiongozi jana, nina shughuli nyingine baada tu ya muda huu. Mbele kidogo kuna shughuli zingine zinatukabili. Kumbe ndio waliohudhuria watatuelewa pale watapotuona tumenyanyuka na labda kutamatisha na kuaga kwenye kikao hiki. Lakini kabla ya kuondoka, lazima tupongeze vikao vya namna hii. Nitaondoka ili hali nimeacha kwenye uongozi wa Al-Huda mchango wangu mdogo, na tuendelee inshallah kuwasiliana kwa kuchangia kifikra na hivyo na nini kile tachokuwa tunawezeshwa. Kwa hiyo nitakuwa nimeacha mchango wangu mdogo wa Laki2 kama kuchangia juhudi hizi bihaulillahi ta'ala. Kiongozi wa Al-Huda na wana Al-Huda, Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Mwenyezi Mungu aweke nuru katika juhudi zenu. Allah kufikisheni kwenye malengo. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.